السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله ya arhamar rahimin. Ndugu zangu, kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ambaye anatupa fursa ya kuendelea kusomeshana kama hivi. Hili ni jambo kubwa sana na ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna masala yanayotatiza. Yapo masala mengi yanayotatiza kwa wale wafungaji, na kuwauliza baadhi ya mashekhi kwa masala haya yamekaaje, masala haya hukumu yake ikoje. Katika masala ambayo yanatatiza ni masala ya kuchangia damu. Yaani mtu akajitolea damu yake kumchangia mgonjwa au kutoa ile damu kwa ajili ya kuhifadhiwa katika sehemu maalumu ili damu ile ikawasaidie wagonjwa. Maana yake watakapopatikana wale wenye kuhitaji damu, wagonjwa wale ambao wameshikika katika hospitali wanahitaji damu, basi ile damu iwe tayari ipo ili kuokoa maisha yao. Tujue kabisa kuchangia damu kuiharibu saumu ya mfungaji. Yaani mfungaji saumu yake haiwezi kuharibika. Wanazuoni wamezungumza masala haya qiyasan ala alhijama, kwa kuyapima juu ya hijama. Hata mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliumika katika mchana wa Ramadhani. Aliumika katika mchana wa Ramadhani, na kama tunavyojua kuumika ni kutoa damu katika kiwiliwili cha mwanadamu au katika kiwiliwili cha mgonjwa. Kwa hiyo kama mtume aliumika katika mchana wa Ramadhani, wanazuoni wakapata njia ya kuyapima masala ya kuchangia damu katika hiyo hijama ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo tuwatoe wasiwasi wale wafungaji katika swala la kuchangia damu au kuivuta damu kuitoa katika mwili. Kuna mtu mwingine inawezekana kabisa damu yake ikawa imepita katika kiwango kinachotakiwa. Wapo watu wa namna hiyo. Huyu endapo ataenda kuitoa hii damu ili irudi katika kiwango kinachotakiwa, huyu hajafungua.
Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas ana maneno yake mazuri sana ambayo amezungumza. Amesema Ibn Abbas, innamal fitru mimma dakhala wa laysa mimma kharaja. Hakasi mengineyo, ni hivi tu, kufungua ni katika kile kitu ambacho kinaingia ndani. Mimma dakhala wa laysa mimma kharaja, na si katika kile kitu ambacho kinatoka. Haya ni maneno ya Ibn Abbas. Lakini hukumu ya kuchangia damu, hukumu ya kuvuta damu ni makuruhu, ni jambo ambalo ni makuruhu. Na makuruhu hayo ni kwa mwenye kufunga, yani amefanya yule mfungaji, akisha ivuta ile damu, akisha changia damu, anakuwa amefanya jambo la makuruhu. Si jambo la haramu, si jambo la mubahu, si jambo la nini, ni jambo la makuruhu. Illam yakul lahu hajatun, endapo haitopatikana kwake yeye haja yoyote. Yani yeye kaamua tu kwenda kutoa damu, lakini wakati anakwenda kutoa hakuna haja. Kwa sababu ya kukosa haja, atakuwa amefanya jambo la makuruhu. Lakini kama kuna haja, hakufanya makuruhu, kafanya jambo zuri, kwa sababu ataokoa maisha yake kama ile damu imezidi katika kimiliwili chake, au ataokoa maisha ya mtu mwingine ambaye ameshikika anahitajia damu. Kwa hiyo tunauambia umma, masala ya kuchangia damu ni masala ambayo yapo, hayana shida yoyote, na yamezungumzwa katika vitabu vingi. Na mtu atakaposema kuwa swala hili si sahihi, basi ni arudi katika hijama ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hijama hiyo ndo ambayo imesababisha tukapata kitu kinachoitwa qiyas, tukaenda kuyapima masala katika hijama ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa ndugu zangu, swala la damu halina shida. Vitabu vyote vinavyozungumzia masala ya Ramadhan vimeshaweka wazi. Mpaka hapa ni watoeni shaka, hili swala lipo, halina shida yoyote. Na niseme wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.